Mungu anakuambia huu ni wakati wa kufunga siku 3, wewe unazuga, unasema unajua na kidonda cha tumbo, siwezi kufunga na mazingira yangu yako hivi. Huwezi kuketishwa juu. Ili uketishwe juu kama mitume wakati ule, kama unafahamu, kuna wakati mitume walipata nafasi ya kuweza kukemea pepo kifafa. Walikutana na taski. Yumkini hujafikia hiyo taski. Usiku wa leo nataka nikuhabarishe, kwa kuwa tumeokoka, ziko majaribu na ziko kazi mbalimbali ambazo Mungu anataka ufanye. Haijalishi ulikuwa umemtii Mungu kwa kuomba, haijalishi ulikuwa haujamtii Mungu katika kuomba, lakini iko siku ya kujaribiwa inakuja kwako. Haijalishi ulikuwa unakesha, hata ulioko nyumbani unanisikiliza umelala usingizi, unasema mbona mimi niko vizuri tu, niko safi. Ni majira ya kuwa safi. Bwana amekupa nafasi utafute nguvu. Wewe umelala usingizi, kuna siku ya kujaribiwa inakuja. Kama Bwana anamwambia Petro, kesheni mkiomba msije mkaingia wapi? Majaribuni. Kwa sababu kuna siku ya kujaribiwa ambayo itakutaka wewe uvunje na kubomoa na kuharibu. Kama ulikuwa mvivu kukesha, kama ulikuwa mvivu kumtii Mungu na kumsikiliza Mungu katika maisha yako, siku ya kujaribiwa inapokuja, ndipo unadidimizwa, ndipo unakufa katika changamoto ulionayo. Utasikia tulikuwa naye, lakini leo tuko naye tena. Kwa nini? Kwa sababu siku ambayo ulitakiwa ukusanye nguvu, siku ambayo ulitakiwa mtii Mungu katika kutenda na kusimama kwenye zamu yako, wewe ulielekeza usingizi, wewe ulielekeza hali ya kula. Bwana anapokuambia 1, 2, 3 au kutaka, lakini ashukuriwe Bwana usiku wa leo, kwa sababu mashujaa wa California hawana ulegevu huo, kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya! Ndio maana tuko hapa usiku wa leo, kwa sababu tumesikia sauti ya Mungu. Ni kweli hatuna shida yoyote, lakini kwa sababu Bwana anataka tukeshe, kuna jambo ambalo Bwana anataka tulishughulikie. Oh, haleluya! Ili kana kwamba tuwe vizuri Bwana, hata kama tuna changamoto, lakini ziko changamoto yamkini adui ameziandaa. Bwana anataka tuwe vizuri kwa baadaye, ili changamoto zinapokuja zitukute tuko vizuri, tuweze kuzipiga, tuweze kuziharibu. Haleluya! Haleluya! Oh, haleluya! Nataka nikutie moyo wewe ambaye unaisikia maelekezo ya kuja kwenye mkesha na umekesha mahali hapa. Hii ni faida yako kubwa sana, maana Bwana anakuketisha juu, na ukishakuwa juu Bwana, shetani yuko chini. Bwana anapokuja chini ya kuoni, anapokuja chini kukuvamia kuoni, kwa sababu wewe umekuwa juu. Bwana amekuketisha juu kwa vile ulivyomtii. Hatakuweza kamwe, hataweza familia yako kamwe, hataweza ukoo wako kamwe, hataweza kanisa lako kamwe, kwa sababu wewe umemtii Bwana. Umeketishwa juu ya yote. Bwana amekuweka juu ya falme za kiganga. Bwana amekuweka juu ya falme za kichawi. Bwana amekuweka juu ya falme za kibwengo. Haleluya! Haleluya! Nakupa pole wewe ambaye hutaki kukesha, unasema niko busy mimi, si unajua tena kesho kazini, na mwingine anasema si unajua tena mimi mambo haya sijazoea kukesha. Nakupa pole sana, kwa sababu unapokataa maelekezo ya Bwana ya kukesha, yeye Bwana ndo kasema keseni mkiomba msije mkaingia majaribuni. Si kana kwamba Mungu ana akili, akili yake ni njema sana, na neno lake lijawahi kujipinga. Njia pekee ya kuepuka na kushinda majaribu ni kukesha. Wewe unalala tu nyumbani, wewe hutaki kufunga, wewe hutaki kuomba, vizingizio vingi, maneno mengi, unakimbia mikesha. Nakupa pole sana. Uko chini huko kuna pepo, uko chini huko kuna majini. Vile unavyokataa kumtii Mungu katika kukesha, uko chini ndiko alikotupwa joka. Utashangaa kuona mambo mabaya. Wewe usishangae, kwa sababu umekataa kumtii Bwana, automatic unakuwa chini. Sitamani kuona leo unakuwa chini kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh, haleluya.
na ndio maana usiku wa leo tuko mahali hapa. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Kwa hiyo ni lazima tufahamu ya kwamba tunapomtii Mungu katika maisha yetu, Bwana anatuketisha juu. Na ndio maana mtu yoyote anayetaka kuwa juu lazima hakikishe kwamba anatembea na Mungu katika maelekezo yake. Mwambie jirani yako, tembea na Mungu katika maelekezo yake. Acha kusikiliza wanadamu, acha kusikiliza sauti za watu. Msikilize Mungu anasema nini. Huu ndio usalama wetu, hii ndio haki yetu. Hata wale malaika ambao maandiko yanasema waliotupwa chini walikuwa ni malaika ambao wasiojua kulinda enzi yao. Enzi yao ni ipi? Enzi yao waliopewa maelekezo na Mungu. Yaani enzi yao ilikuwa walipewa maelekezo na nani? Na Mungu. Mungu amekupa maelekezo uzaliwe duniani kwa ajili ya kufanya kazi yake. Wewe unasikiliza marafiki, hutaki kumtii Mungu, hutaki kuokoka, hutaki kumfuata Mungu kwa sababu na marafiki zako. Pole sana, pole sana, pole sana. Lakini leo kwa neno hili, geuka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya! Ni habari njema sana kwako wewe ambaye uko mahali hapa usiku wa leo. Tunakwenda kuwa juu sana na juu ya falme hizo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Simama kwa miguu yako sasa kwa dakika hizi chache sana ambazo nimezitumia zinatosha, na sasa tunakwenda kuomba, maana tuna jambo kubwa la kufanya mbele za Bwana usiku wa leo. Simama kwa miguu yako sasa, wewe uliyeketi juu. Walioketi juu Yeremia sura ya 48 mstari ule wa 10. Maandiko yanasema tunapokwenda katika maombi ya vita, tunapokwenda katika maombi ya vita lazima tuzingatie mstari huu. Kuna watu wengi leo wanajikuta wanapambana lakini matokeo hawayaoni. Wanajikuta ghafla wamekamatika katika hatima ya shetani. Wanajikuta wamekamatika katika kurogwa. Nataka nikupe siri leo. Biblia inasema kitabu cha Yeremia sura ya 48 mstari ule wa 10. Nataka tufahamu hilo. Oh, haleluya. Maandiko yanasema anasema na laaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu, na alaaniwe auzuiaye upanga wake usimwage damu. Amen. Sasa katika andiko hili watu wengi sana huwa wanasoma tu EA ya kwamba anayefanya kazi ya Bwana kwa ulegevu amelaaniwa, lakini wanasahau kwamba amelaaniwa pia mtu azuiaye upanga wake kumwaga damu. Maana yake nini? Wakati wa maombi haya ya vita ya kubomoa na kuangusha na kuharibu falme za giza, tunatumia panga, tunatumia lungu, sawa sawa na kile kitabu cha Yeremia sura ile ya 51 mstari ule kuanzia ule mstari wa 10 au wa 20, twende moja kwa moja. Maandiko yanasema wewe ulungu langu na silaha zangu za vita. Umeona eh? Kwa hiyo kumbe sisi ni silaha za Bwana, na tunapokuwa vitani, wakati wengine wanapambana na kuvunja falme za giza, wewe upambani. Kuna watu wengine wanatabia kukaa chini, wakati wengine wanapambana kushindana dhidi ya mapepo, wengine wanakaa chini. Amen. Sinaonaga watu hao na wengine utakuta ndio wanapata muda wa kupiga magoti. Wenzake wanafika wako vitani, yeye anapiga magoti. Nataka nikwambie kwamba ni lazima ufahamu usiku wa leo, tunapokuwa vitani, hali ya hewa inabadilika, mazingira yanabadilika. Amen. Neno naposema tupambane, maana yake unatoka kwenye ulimwengu wa vita ulionao, unapelekwa kwenye uwanja wa vita. Amen. Angalia, kuna baadhi ya wale watu ambao huwa wanaangaliaga zile movie za watu wa vita, utakuta namna ambavyo vita wapiganii nyumbani kwao, wanakwenda kwenye uwanda maalum ambao ule uwanda wanapigana vita. Ndivyo ilivyo. Sasa wewe unaipiga magoti wakati wenzako wanafyeka, wakati wenzako wanabomoa. Maana yake nini? Kinyume chake. Yaani unapopiga magoti, maana yake umekubali kushikwa. Maana kuna mambo mawili katika vita: kushinda au kutekwa. Ndio mambo mawili. Sasa wewe unasikia hali ya uzito ndani yako, kisa mwingine anasema mimi si unajua bwana, mimi ni mpiga step kwenye kwaya, kwa hiyo siwezi kuomba. Wewe wakati wa vita, chomoa panga lako, fyeka na wenzako. Sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya. Hapa kuna mwimba kwaya, hapa kuna
mchungaji, hapa kuna misioni, sio kanisa. Hapa vitani, kila mtu ajitetee, kila mtu hakikisha anapiga, kila mtu hakikisha anafyeka, kila mtu hakikisha anabomoa. Oh, haleluya! Sasa kwa yule mtu ambaye najua, kwa sababu ulikuwa unajua neno hili, kuna baadhi ya watu wamejikuta wakiingia kanisani wakati wenzao wanapambana, yeye anapiga magoti. Huyo mtu manake anatekwa katika ulimwengu wa roho, anafutwa, anatekwa katika ulimwengu wa roho, anapelekwa selo. Anapelekwa wapi jamani? Selo. Wewe unaona, leo nilikuwepo kanisani leo, ibada ile ilikuwa fire, sio fire. Wewe umetekwa. Wewe sasa unapambana, wewe umetekwa, umpelekwa wapi? Selo. Unajikuta sasa vichomi, unajikuta hali fulani sio sawa, unajikuta mazingira fulani, kwa sababu wakati wenzio wanapambana na wanafyeka, wewe unajidai mimi sauti yangu sije kaisha. Wewe, hiyo sauti ni ya Mungu. Wewe ni silaha ya Bwana, wewe ni ulungu la Bwana. Kufyeka tunafyeka, kupiga tunapiga, kubomoa tunabomoa wote. Oh, haleluya, kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya! Walionielewa mshangilie Bwana kwa makofi mengi, wamshangilie Bwana kwa makofi mengi. Na kwa namna hiyo nataka nikwambie, tunaposimama pamoja katika kupambana, tunaposimama pamoja katika kupiga, na kuambia kwamba ngome za giza haziwezi kustahimili, ngome za kichawi haziwezi kustahimili, ngome za kiganga haziwezi kustahimili. Nataka nikwambie, hata ngome za ukoo wako ambazo zilikuwa na majina makubwa, kuna nguvu katika umoja wewe, kuna nguvu katika ushirikiano wewe. Lazima malaika wa Bwana wapite, washughulike na hizo ngome. Oh, haleluya, haleluya. Kwa hiyo hata wewe unanisikiliza moja kwa moja, acha ulegevu. Bora ulete ulegevu wakati unaomba maombi ya kushukuru. Unaweza ukasema nipige magoti kwenye maombi ya kushukuru, hapo sawa, unaweza kupiga magoti. Au kwenye maombi ya toba unaweza kupiga magoti, lakini sio katika maombi ya kupambana. Maombi ya kupambana ni wakati wa vita. Mwambie tena, sasa tunakwenda vitani. Sasa tunakwenda vitani. Bado kuna watu wamekaa chini, sielewi, au ndo wachawi, sijui. Sasa hebu tusimame kwa jina la Yesu. Sielewi, simama juu, acha kutuloga. Haleluya! Tusimame juu mbele za Bwana, sema amina. Haleluya!